Tumekuja hapa, tulipata simu nafikiri kama siku 4-5 zimepita za mzee Milanzi pia. Kwa hiyo nikamsikiliza. Kwa hiyo nawashukuru kwa mwitikio wenu, mmekuja wananchi wengi, nafikiri mnatupa moyo pia hata sisi kufanya jambo ambalo limetujia. Mzee Milanzi alituelekeza kwamba ana shida ya kiafya yeye mwenyewe, lakini kwa maelezo yake kwamba alizaliwa mzima. Kwa hiyo nilipomsikia kwenye simu nikasema simu haimalizi tatizo, sisi inabidi tupike. Tunakuja tunazungumza na wewe, lakini pia tunaangalia hali halisi ya maisha yako na hicho ambacho unakizungumza. Na ndio maana leo hii tuko hapa, nikaangalia mazingira yanayokaa mpaka nikaingia chumbani kwake. Nikaona kweli ni mzee ambaye ana mazingira magumu. Kama ushukuru Mungu wewe ambaye unakula, yani una uhakika kwamba leo naamka na kula asubuhi, mchana, jioni. Lakini pia nipo unapo pa kulala pazuri. Lakini wengine nafasi hiyo hawana. Kwa hiyo kikubwa ambacho kimetuleta hapa ni familia mzee Milanzi mwenyewe na watoto wake. Mzee Milanzi mwenyewe ni mgonjwa. Watoto wake pia ni wagonjwa. Kwa hiyo kwa akili tu ya kawaida ukimsikiliza unajua kwamba hapo kuna kitu kipo kwenye hiyo familia. Na ndio maana tumekuja. Nasi kama Mulika huwa hatumwogopi mtu tunapoona kuna jambo ambalo si sahihi. Kwa hiyo tutazungumza hapa. Kama kuwaonya tutawaonya hapa. Sababu tunaweza tukafanya jitihada kubwa za kuhakikisha wale tunawapeleka kwenye matibabu, lakini kumbe kuna watu wengine wana roho zao wamekunja huku nyumbani. Kwanza tutaanza na hawa. Tunawashughulikia hawa ndipo tunaanza na wale. Lakini sasa mimi nilipokuja hapa nimepata tu ABC fupi kwa mzee huyu. Labda sasa yeye kabla mimi siendelea zaidi na haya ambayo nimekuja nayo. Mama yako amekuja? Ndio nimekuja nayo. Hai. Mweke na wajukuu zake pale. Akae pale pale chini kwa wajukuu zake. Tunaanza ngoma hapo. Wananchi ninawaomba mkipata nafasi ya kuzungumza hapa, hakuna haja ya kuogopa. Mkiogopa mficha uchi azai. Hamna haja ya kuogopa, mzungumze. Mtakapozungumza nyinyi mnatupa sisi picha mahala pa kupita. Mimi nimekuja hapa sijui chochote, lakini nafikiri kwamba kupitia mkutano huu mkizungumza nyinyi, kwa kuwa nyinyi ndiye ambaye mnajua, ambao mnaishi na hawa watu, sisi tuko mbali hatujui maisha yao. Kwa hiyo mkipata nafasi ya kuzungumza hapa, usimuonee mtu aibu kwamba yuko hapa. Wewe zungumza. Na yuko hapa tunamkalisha hapa. Lengo kuiokoa ile familia. Lengo kuokoa malaika yale pale anayehangaika pale. Kwa mimi sijui chochote. Cha kwanza kabisa ndamwomba mzee Milanzi asimame. Nakupa dakika zako kama 4 tu unazungumza kwa ufupi. Umesikia mzee wangu? Tupo kwenye mkutano hapa. Na huo mkutano ajenda kubwa ni kuendelea kuomba mchango sasa wa kuwasaidia wale. Sasa kabla ya kupata hicho ambacho mimi nakitaka, kwanza anza kuzungumza wewe. Umeanza maisha yako, ulikuwa na mwanamke, lakini kwa nini sasa huyo mke ambaye ulipata naye tatizo amekutema? Mpaka ndo kumpa shida mwanamke mwingine na kubuuzia watoto wako. Wakati mwanamke ulianza naye starehe yupo. Kwa hiyo zungumza hapo na usiogope, tuko kwa ajili yako. Umeelewa? Ndio. Kweli. Mimi kwa jina naitwa Magairi Ahmadi Milanzi. Naishi Mtalika Chao, mkoa wa Mtwara, wilaya ya Nanyumbu, kata ya Nandete.